Ndugu wapenzi wa samaki, naitwa Mr. Makemba. Mimi ni mtaalamu wa samaki. Tupo hapa shambani kwetu. Huduma tunazotoa ni kama vile kuwatembelea wadau na kuwashauri. Lakini pia tunatoa huduma ya uzalishaji na kutoa mbegu za samaki. Lakini sisi pia tunafanya huduma za ujenzi wa samaki na kuwekeza wadau mbalimbali ambao wanataka kuwekeza kwenye ufugaji wa samaki na kadhalika. Sasa tumekuwa tukitangaza huduma zetu mtandaoni na katika makundi mbalimbali ya WhatsApp, na huwa tunahamasisha wadau kufika shambani kwetu kwa ajili ya kuja kujifunza na kuona namna gani vipi na wewe unaweza kuanza mradi wa samaki. Mbele yenu hapa nimetembelea leo, nimefanikiwa kutembea na wadau wawili ambao wamekuja kujifunza, na zaidi pia wamekuja pia kuchukua vifaranga wa samaki. Wamepata elimu ya kutosha na namna vipi ya kuenda mradi na kadhalika. Sasa tupenda kuwasikia wao ni nani, wametoka wapi na wamejifunza nini na wameonaje huduma yetu hapa kwetu. Ndio, labda tuanza na wewe, labda ujitambulishe kwa faida ya msikilizaji na mtazamaji, kwamba unaitwa nani, umetoka wapi na umepata somo gani hapa na kadhalika. Karibu sana. Nashukuru sana mtaalamu. Mimi naitwa Deogratias Makoto, kutokea Chanika, Dar es Salaam. Nimekuja hasa kwa ajili ya kununua vifaranga vya samaki baada ya kusikia habari za uzalishaji wa vifaranga vya samaki katika kituo hiki. Nimehamasika kuja kununua vifaranga kwa sababu nimepata ushuhuda wa ndugu ambaye ameshawahi kuja kununua vifaranga mahali hapa, na aliponipa taarifa hizi na mimi nikasema basi ni vyema nianze biashara hii. Kwa hiyo kwa kweli nimefarijika baada ya kukuta vijana kama hawa wamewekeza nguvu zao, elimu yao katika ufugaji wa samaki na uzalishaji wa hali ya juu sana. Kwa hiyo mimi nawapongeza na niwakaribishe ndugu wengine ambao wataona au watakuwa na fursa za kuweza kufanya shughuli kama hii, basi wajiunge, waje mahali hapo waweze kupata mbegu za samaki, mbegu bora kabisa ya sato kwa ajili ya ufugaji wa samaki kilimo, samaki biashara. Sawa sawa. Labda kitu gani wewe kimekuvutia kuwekeza kwenye samaki? Yaani sababu gani imekufanya wewe uanze ufugaji wa samaki? Kwanza ni swala zima la fursa za ajira. Ajira. Samaki ni ajira. Kwa maana ni ajira ambayo haina kuumiza kichwa. Cha msingi tu ni kuzingatia ushauri wa wataalamu hawa, nini kinahitajika katika mazingira ambayo samaki anaweza kuishi. Baada ya hapo ukishapata mbegu iliyo bora, basi unakuwa na uhakika wa kuweza kuvuna siku ya mwisho. Hiki ndicho ambacho kimenivutia, tofauti na biashara zingine ambazo unawekeza halafu unabaki na pressure. Sawa sawa. Karibu sana. Labda tungemsikiza mdau wa pili na ajitambulishe, anaitwa nani na yeye amejifunza nini hapa, na nimeona pia mna majarida pia mtajibu kuonyesha kwamba ni majarida ya nini na kadhalika. Karibu sana ndugu mdau. Nashukuru sana kwa kutembelea eneo hili. Mimi kwa majina naitwa Sefu Alisefu, naishi Chanika mwisho. Ni mfanyabiashara mdogo, lakini nimekuwa nikiona mara nyingi sana kwenye mtandao jina la Mr. Makemba. Siku ya leo nimetembelea eneo hili. Mr. Makemba, baada ya kukutana naye hapa, nimemwambia kwamba kwa eneo lako hili, laiti kama ungelikuwa ni mzungu au muhindi au China, basi mpaka stendi isingelikuwa stendi ya Noah, ingekuwa ni stendi kwa muhindi au kwa mchina. Lakini bahati nzuri ni Mswahili mwenzetu. Sasa inatakiwa tudumishe biashara, aidha mafunzo yanayopatikana kwa Waswahili wenzetu ambao ni wajasiriamali, ni wadogo lakini ni wakubwa. Kwa hiyo kilichoweza kunivutia hapa baada ya kufika hapa, nimekuta kuna mabwawa ya samaki na kuna vifaranga. Nikaona katika kujifundisha nisiondoke hivi niondoke na angalau na vifaranga hivi, angalau na mimi nianze uzalishaji huko. Hivi vifaranga ina maana ni vifaranga ambavyo vinavyozaliana, vinatimia kama 500. Sasa aidha zaidi ya 500. Nataraji hivi vifaranga vitoe maelfu, kwa sababu ya umri nilionao. Naona kwamba ujasiriamali huu utanifaa. Nikienda kuangalia mabwawa ya samaki, nimeangalia mabwawa ya samaki, ukiangalia
stress inapungua. Hata kuondoka hapa naona kama naona shida, kwa sababu inaleta faraja. Ulikuwa na njaa, hata njaa inaisha kwa sababu ya kuangalia. Kwa hiyo na washauri watu ambao wanaodharau ujasiriamali wa ufugaji wa samaki wajikite katika system hii, kwa sababu haina magonjwa. Si sawa na kuku, ng'ombe, uhangaike majani, ufanye hivi. Mimi huyu bwana ambaye ni mtaalamu alikuja kutembelea mabwawa yangu, lakini kanishauri kwamba uje. Sasa nimekuja kwa siku ya leo, nimeona na nimejifundisha vya kutosha, nimeona makambare, nimeona sato wa kutosha. Basi kwa kweli namwambia Mungu ambariki, na mimi niliochukua kidogo anibariki pia. Lakini nakuona mbele yako mmeshika majarida. Haya ni majarida nini, labda ungependa kufahamu wadau? Haya majarida kwa kweli imenunua kwa thamani ya shilingi 5,000 kwa ajili ya kwenda kujifundisha yaliyomo humu ndani ya majarida haya. Na mwingine hata kama hujanunua, anza kujifundisha kwanza kwa kusoma majarida haya. Ukiyasoma utajua kilichomo. Ukikijua kilichomo, basi utajua kwamba kumbe yule wana alikuwa na maana ya ujasiriamali. Kwa hiyo ujasiriamali huu ndio tunahitaji. Tusiwe na njaa ndogo ndogo. Tukimbize njaa, stress ziishe. Basi mimi napenda kuwashukuru wadau kwa kufika shambani, lakini msichoke. Kama una swali au mwingine umejisikia kuja na wadau wako, basi unaweza mkafika hapa na mkajifunza zaidi na zaidi. Basi wawe mtazamaji ambao unatufuatilia, sisi hapa tupo maeneo ya Nimbande, lakini actually ni Kambani Stendianoa ndo shamba letu lilipo. Kwa hiyo unaweza ukatutafuta hata mitandao ya kijamii ukiandika Makemba Samaki unatupata. Lakini kwa mawasiliano zaidi, kwa huduma mbalimbali, labda kukutembelea, kukuandikia quotation ya mradi, vifaranga na kadhalika, unaweza ukatupigia kwa namba 0745026287. Narudia 0745026287. Nikiripoti kutoka hapa Tambani, ni mimi mtaalamu wa samaki Bwana Mr. Makemba. Asante. Cheers.